Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, karibuni katika habari za kanisa kutoka hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Wapendwa, leo Kanisa Katoliki Tanzania, ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2026, limekusanyika hususani kipekee wana familia ya Mungu Jimbo Katoliki la Kondoa kwa ajili ya maadhimisho ya maziko ya aliyekuwa askofu wa jimbo hilo Mhashamu Bernardine Mfumbusa. Na katika maadhimisho hayo basi wakati wa kutolewa kwa salamu za pole na maneno ya faraja, kwa nafasi yake sasa balozi wa Baba Mtakatifu Askofu Mkuu Angelo Akatino aliwasilisha salamu za pole za Baba Mtakatifu, na aliambatanisha pia bula ambayo ilimtaja rasmi Askofu Wilbrod Henry Kibozi, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma, kuwa msimamizi wa kitume wa jimbo hilo la Kondoa. Na kwa kweli Baba Mtakatifu ndo amemteua kupitia dikasteri ya uenezaji wa Injili. Wapendwa, yako mazingira matatu ambayo yanamfanya Baba Mtakatifu anamteua askofu ama padri kuwa msimamizi wa kitume. Mazingira ya kwanza ni pale ambapo jimbo ama kiti cha kiaskofu kinakuwa iko wazi, ambapo wanaita sede vacante, na kiti ama jimbo linakuwa wazi kwa sababu mbalimbali. Inawezekana kuwa kutokana na kifo cha askofu jimbo, ama askofu jimbo amehamishwa kutoka jimbo moja kwenda jimbo lingine, ama askofu amemaliza muda wake kama madarakani, ama amejiuzuru. Hiyo ni mazingira ya kwanza. Mazingira ya pili ni jimbo lina askofu, lakini askofu amezuiwa kwa sababu mbalimbali za kichungaji katika kutawala jimbo, kama vile kufungwa, kupelekwa uhamishoni au kusumbuliwa na maradhi makali. Hiyo inaitwa sede mpede au sede plena. Na mazingira ya tatu, mpendwa msikilizaji, ni mazingira ambapo Baba Mtakatifu anataka kuanzisha jimbo, kwa hiyo jimbo linakuwa katika hali ya misionari. Kwa hiyo katika maandalizi ya kuliandaa hilo eneo sasa kuwa jimbo, Baba Mtakatifu anamteua msimamizi wa kitume kwa ajili ya kufanya maandalizi hayo ya kulitangaza kuwa jimbo. Na basi msimamizi wa kitume ni nani? Ukisoma mkusanyiko wa sheria za Kanisa Katoliki ile nambari 371 paragrafu ya kwanza na ya pili, ameeleza vizuri kwamba pale msimamizi wa jimbo ni mwakilishi wa Baba Mtakatifu. Yeye analitawala jimbo kwa jina la Baba Mtakatifu na sio kwa jimbo, sio kwa jina lake. Na yeye ni mtawala wa mpito. Kwa hiyo yeye anahakikisha kwamba jimbo linasimama imara mpaka pale atakapokuwa amepatikana askofu mpya kwa jimbo hilo. Na huyu anakuwa na mipaka yake ya kisheria. Ukisoma mkusanyiko wa sheria Kanisa Katoliki namba 1292 imeeleza wazi kwamba msimamizi wa kitume kama ni askofu hawezi akauza mali za jimbo, na yeye pia anaweza kama barua yake ya uteuzi haina mipaka, anaweza akatoa upadrisho wa mashemasi wa jimbo hilo. Lakini kama barua hiyo ina mipaka kwamba Baba Mtakatifu amemwelekeza kwamba asitoe kwa mipaka hiyo, ukisoma hiyo kanuni namba 1018 itabidi basi huyu amwandikie Baba Mtakatifu ili athibitishe kwamba hao wahusika watoe daraja ya upadre. Kwa mantiki hiyo basi Askofu Kibozi yeye atakuwa ni mtawala wa mpito kwa jimbo hilo la Kondoa. Msimamizi wa kitume ni tofauti na msimamizi wa kijimbo. Kwa Kiingereza wanasema apostolic administrator pamoja na diocesan administrator. Sasa apostolic administrator ambaye anaweza kuwa askofu mkuu, ama mara chache sana anakuwa padri. Diocesan administrator mara nyingi pia anakuwa padri. Diocesan administrator huyu anapatikana kutoka kwa wale bodi ya wasimamizi wa jimbo, naita College of Consultors, baada ya askofu kufa ama kuhama, kwa sababu zile tulizoeleza zile za sede vacante, ndani ya siku 8 inabidi wao sasa wakae wamtafute msimamizi wa kijimbo. Na maana kwa habari ya Kondoa kama ilivyo sasa, leo ilikuwa siku ya 8. Na maana kama sio Baba Mtakatifu kumteua Askofu Kibozi kuwa msimamizi wa kitume,
ile board of consultants sasa ya jimbo la Kondoa leo wangeweza pia kumtangaza msimamizi wao wa kijimbo. Wapendwa, msimamizi wa kijimbo tutaeleza wakati mwingine kwa mapana zaidi. Basi Askofu Kibozi ni nani? Yeye alizaliwa tarehe 30 Aprili mwaka 1973. Baadaye alisoma masomo ya falsafa kule seminari kuu ya Itungamo kwa Padua, na alisoma pia hapa seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala Tabora kwa masomo ya teolojia. Na baada ya kumaliza basi alipangwa mwaka wake wa ufungaji katika parokia ya Yohane Mbatizaji kwa Dodoma. Baadaye alipata daraja ya upadri mnamo mwaka 2010. Baada ya daraja ya upadri amehudumu katika nafasi mbalimbali huko jimboni kwake. Mwaka 2010 mpaka 2012 amekuwa wakili paroko katika parokia ya Lumuma huko Dodoma. Baadaye alikuwa mkurugenzi wa miito wa jimbo hilo mwaka 2010 huko Dodoma. Na baadaye alitunukiwa leseni ama shahada ya uzamivu katika dogma ya kanisa katika chuo cha huko Florence, Italia ya kati, nchini Italia. Na baadaye basi mwaka 2020 alianza kuhudumu katika seminari ya Familia Takatifu kwa Mwenda Kulima, na alikuwa kaimu gambera na profesa pia kwa masomo ya falsafa na teolojia huko Mwenda Kulima. Na ilipofika basi tarehe 12 ya mwezi wa pili mwaka 2024, Baba Mtakatifu hayati sasa Francisco wakati huo alimteua kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Dodoma. Na baada ya hapo basi akawa ameanza huo tume huko jimboni Dodoma mpaka hivi leo ambapo Baba Mtakatifu sasa amemteua kuwa msimamizi wa kitume wa jimbo Katoliki la Kondoa. Basi wapendwa, tuendelee kumwombea hayati Askofu Bernard Mfumbusa pumziko la milele mbinguni, na kwa kipekee basi seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala inaungana na waamini wote wa jimbo la Kondoa kuzidi kumwombea baba yetu huyu apumzike kwa. Ni pia tunamtakia matashi mema Mhashamu Askofu Wilbrod Kibozi katika majukumu hayo mapya ambayo atayaanza ya usimamizi wa kitume, lakini akiwa anaendelea kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Dodoma. Na kwa habari nyingine za kanisa, msisahau kufuatilia Kipalapala Seminari Online TV, uweze kusubscribe, like, share na kuweka comment. Tumsifu Yesu Kristo.